2 ukisoma hapo anasema kwamba tazama mkono wa Bwana haukupunguka hata usiweze kuokoa, wala sikio lake si zito hata lisiweze kufanya nini? Kusikia. Lakini maovu yenu yamewafarikisha ninyi na Mungu wenu, na dhambi zenu zimeuficha uso wake hata hataki kusikia. Mungu atusaidie sana. Maana yake nini? Kumbe unaweza ukabezi kwenye maombi, ila hauna elimu kwa habari ya hayo maombi. Unaingia kuomba na hali una dhambi. Mungu atusaidie. Tukirudi kwenye shule, ndio pale maombi ya mtu mwenye dhambi ni makelele mbele za nani? Za Mungu. Nataka nikuonyeshe kwamba kanisa la Mungu linaongozwa na karama za Roho Mtakatifu, na hizi zinafanya kazi kwa pamoja. Haya, tukawa kanisani tumo waombaji, wainjilisti na manabii na wanamitume. Hakuna mchungaji. Unafikiri tutakaa hivi? Hamna. Yaani kuna mtu anafikiri kwamba yeye kukaa kwake na si kukusanyika hivi ni kawaida tu, kawaida. Hapana, kuna kazi kubwa iliyomo ndani ya mchungaji kuhakikisha sisi hapa wote tunakuwepo hivi kwenye familia hii. Mungu atusaidie sana. Na ndiyo maana wale tena shara, fuatilia, wote 12 baada ya mmoja kuwa ameondoka kabla 10 na ngapi na moja, ila walichagua mwingine wa kukava nafasi. Mungu atusaidie. Wale waliwekewa walikuwa na karama ya utume sana, utume sana. Na baada ya kulitambua hilo, walikuwa kila wakienda sehemu, wakifungua kanisa, wanaweka mchungaji. Paulo anapokuwa anaziandika hizi nyaraka kwa makanisa, si ya Thesalonike, si Galatia, si wapi, maana yake akienda kule kufanya utume, baada ya kuwa amefanya utume kule, akishasimika kanisa, anaweka mtu, halafu yeye anaendelea na safari. Ndio maana anaandika, anawajulia hali wale ambako waliacha nini? Amesimika mtu. Maana yake ameweka mchungaji ili alichunge kundi. Mungu atusaidie. Amen. Roho Mtakatifu ni mwaminifu. Amenisisitiza sana nielekeze kwanza, kabla sijaanza kusema hapo, nielekeze kwanza watu wajue kwamba kanisa la Mungu linaongozwa na karama za Roho Mtakatifu. Karama zote nyingi tu. Ndio maana utakuta kuna waombaji wana mzigo wa kuomba sana, wanakuja hapa, wanakesha hapa, hawalali. Lakini wakati wewe ukitaka kujaribu kufanya hivyo, unasikia mzigo, ila na wewe kwenye habari ya kuimba, yani uko vizuri. Mungu atusaidie sana. Amina. Basi turudi kwenye somo letu, kichwa cha habari, wale ambao ndio mnaingia kanisa na ulimwengu. Siri mojawapo ya kuelewa ni kuwahi darasani. Mungu atusaidie. Napoona watu wanaingia, mimi kama mwalimu inanibidi nirudie kuelezea hichi kichwa tena, kwa sababu siwezi kuendelea. Mwingine atakuwa anaona mengi. Na mwalimu mmoja alikuwa anapenda kusema kwamba kuna mtu anaona nini? Mengi. Alikuwa ni mwalimu wa hesabu. Kwa akitiririka ile formula akatiririka, anasema mnaelewa au mnaona mengi? Mungu atusaidie sana. Nisipoelezea hapa, watu wataendelea kuona mengi, hawataona direction. Somo jamani ni kanisa na ulimwengu. Hiyo ndio heading, kichwa cha habari, kichwa cha somo au topic. Katika vitu ambavyo nimeangalia ili kuliwasilisha hili somo, kuna mambo muhimu sana ambayo nimeandika hapa, nitayasema kabla sijaingia sana ndani. Tutaangalia kuna tafsiri au ufafanuzi na maelezo kuhusu kichwa cha somo, kanisa na ulimwengu. Walio wali nimeshatafsiri, nimewaambia kwamba imeundwa na maneno matatu, nomino 2 na kiunganishi kimoja. Kiunganishi ni na, alafu nao ni 2 au nomino 2 ni kanisa, alafu nyingine ni ulimwengu. Si ndio waliosoma aina za maneno wanajua Kiswahili ni chetu jamani. Unaweza ukafuatilia, ndio Kiswahili chetu hicho. Lakini katika kuelezea na kuwasilisha hili somo, lazima pia tutaangalia maana ya neno moja kama nilivyosema, lakini hasa
nilichokusudia ni kwamba tutaangalia mfanano na utofauti. Nini sasa kwenye akili yako nimekusudia na Roho Mtakatifu amekusudia ijengeke, wewe ulifahamu kanisa na ufahamu ulimwengu, sawa? Halafu ufahamu mfanano na ufahamu utofauti wake. Nini sasa maana yake? Uishi kwa kuyatambua haya, kwamba mimi kama labda ndo nimejenga kanisa, au mimi kama ni wa kanisa, na utofauti gani na ulimwengu na mfanano gani na ulimwengu. Maana yake nitaingiliana vipi na ulimwengu na nitatofautiana vipi na ulimwengu. Mungu atusaidie. Sababu kanisa silimo duniani. Mungu atusaidie sana. Kanisa limo wapi? Duniani. Kwa lazima ujue mimi kama kanisa nipo duniani, mambo gani ambayo nitashare na watu wenzangu hapa duniani. Hapo tutaangalia kwenye mfanano, lakini kuna mambo gani ambayo mimi sipaswi kushare na watu wengine wa hapa duniani, licha ya kwamba sote ni binadamu. Mungu atusaidie. Hilo lilikuwa ni lengo la somo. Nipo kwa mtiririko, unaweza kuwa unaandika lengo la somo, kufanua kuhusu mambo mawili ambayo ni kanisa na ulimwengu. Herufi kubwa hapo nimeweka that is, maana yake kanisa halafu ulimwengu. Sasa njia bora ya kuchukua noti, unaweza ukasema mbona anaenda haraka. Usitaki kukopi kabisa nilichokisema, yaani nilichokiandika. Nikisema kuna namna pia na wewe unaelewa, si ndio? Unaweza ukaandika kwa ufupi kwanza. Ukienda nyumbani ukakaa ukatulia, unaanza sasa kuyafungua yale mawazo ya kile ulichokiandika. Ndio maana mimi niliwaambia kipindi kile mimi niliacha kuandika, kwa sababu nilikuwa nikiandika siasomi. Sasa kwa mantiki mimi nao kuelezea, maana utapata muda wa kupitia hicho ambacho umekiandika. Kwa wakati huu unakuwa unaandika kama hints, yani kama vitu vifupi ila ambavyo vitakufanya wewe kuelewa, ili baadaye sasa ndio utaenda uanze kuviachilia, kuvifungua. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kabla sijaenda sana na hichi kichwa na dakika 9 hapa, kuna mambo machache niliwiwa hapa nikaandika pembeni kuyaelezea. Mwanzo wa kanisa. Kwa mujibu wa msaada wa Roho Mtakatifu, mwanzo wa kanisa ni Mungu mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Mwanzo wa kanisa, kwa mimi nilivyoangalia nikamsikiliza na Roho Mtakatifu ananiongoza nini, kusema nini. Mwanzo wa kanisa nimeandika ni Mungu mwenyewe. Unapokuwa unaandika neno Mungu, nisikilize kwa makini. Unapokuwa unaandika neno Mungu, andika kwa herufi kubwa. Popote pale, iwe katikati ya sentensi, iwe mwanzoni mwa sentensi, iwe mwishoni. Kama unaandika Mungu, kumaanisha huyu Mungu aliye hai, aliyeziumba mbingu na nchi, unaandika kwa herufi kubwa. Mungu atusaidie. Yaweza kuwa herufi ya kwanza ikawa kubwa, zingine ndogo, au herufi zote zikawa kubwa. Inamaanisha Mungu aliye hai kimaandishi. Mungu miungu inaandikwa kwa herufi ndogo zote. Mungu atusaidie sana. Kwa hivyo ujue, sio ukawa unaandika miungu ndio imejaa kwenye daftari lako kwa sababu tu ya kutofahamu. Lazima ujue. Kwa mwanzo wa kanisa ni Mungu mwenyewe. Lakini hili kanisa limeanzia wapi? Mungu atusaidie sana. Mwanzo wa kanisa ni Mungu mwenyewe, manake Mungu ametimia na kutamalaki mbinguni na duniani. Mungu atusaidie sana. Amen. Lakini mwanzo wa kanisa hapa duniani sasa hapa unabaki kuwa ni Mungu mwenyewe. Sawa jamani? Ni Mungu mwenyewe. Kwa mtindo gani sasa? Anakuja kufanya kitu kimoja. Kuna kitu kinaitwa mpango wa wokovu. Bwana Yesu asifiwe. Hivi ni vitu vichache hapa pembeni. Bado sijaingia kunianze maana ya kanisa na nini, ili twende vizuri. Nataka nikufungue kwanza
ili tuone tunakoelekea. Bwana Yesu asifiwe. Tunaanzia kwenye mpango wa wokovu. Mpango wa wokovu kutoka wapi? Anasema kutoka kabla, yaani mpango wa wokovu kabla hadi kuanzia kwa Ibrahimu, ambapo anaitwa Abraham. Kwa unapoliona kanisa, ndugu yangu, leo umekaa kama hivi, halijaanzia Tanzania hii. Nicho kitu uelewe. Mungu atusaidie sana. Mtu anaweza asielewe kwamba anavyoona yeye labda amekaa hivi akafikiri kwamba kanisa limeanzia Tanzania. Hapana, lazima uweze kutambua na kuelewa kanisa mwanzo ni mwanzilishi ni Mungu mwenyewe. Kinamna gani sasa mwanzo wa kanisa kuanza kuonekana au kuapia duniani? Anasema tunaanza mpango wa wokovu kabla mkato kuanzia kwa Ibrahimu na kuendelea hadi leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu atusaidie. Amina. Ukisoma kitabu cha Mwanzo sura ya 3 mstari wa 15, halafu na kitabu cha Mwanzo sura ya 12 mstari wa 1 hadi wa 3, utaona hapo hizo habari. Mwanzo sura ya 3 mstari wa 15 ni zile habari ambazo baada ya kuwa mwanadamu amemkosea Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Baada ya kuwa mwanadamu amemkosea Mungu, ndipo inainuka namna ambayo ni ya uasi. Mwanadamu anapotea katika mfumo wa Mungu. Maana yake kumbe, tukirudi katika uumbaji, Mungu alimuumba mwanadamu awe miliki yake. Bwana Yesu asifiwe. Mungu alimuumba mwanadamu asimame kwa ajili ya kutawala, yani awe kama Mungu hapa duniani. Anasema wakatawale samaki wa baharini na kila chenye uhai kitambaacho kiendacho juu ya nchi. Bwana Yesu asifiwe. Sasa maana yake, alafu ukiangalia, Mungu hakumuumba mwanadamu afe. Naomba unisikilize. Mungu hakumuumba mwanadamu afe. Kwa nini? Kwa sababu anatoa tahadhari, mtakapokula lile tunda mtakufa. Mungu atusaidie sana. Kumbe kufa ni matokeo ya uasi. Mungu atusaidie sana. Manake ule mfano wa Mungu kwa mwanadamu, maana yake ni pamoja na kuishi. Mwanzilishi wa uhai na uhai wenyewe ni Mungu. Mungu atusaidie sana. Amemuumba mwanadamu katika namna ambayo yeye makusudio yake ilikuwa mwanadamu ayafahamu mema, halafu adumu akitimiza kusudi la Mungu katika nini? Katika dunia. Nasikia kitu kimoja kusema hapa. Kuna lengo la kuumbwa kiumbe mwingine, ni mwanadamu, kutoka katika mwanadamu yule. Mungu atusaidie sana. Unajua katika hii dunia imekuja kuonekana kwamba kuna idea nyingi, na hizi zinaingizwa tu na watu waliopotoka akili, kwamba mwanamke, wanasema kwa lugha ya kinini kile, kwamba wengine wanamchukulia kama as a sexy object, kwamba kama kifaa fulani cha burudani na pambo duniani. Biblia haisemi hivyo. Mungu atusaidie sana. Mwanamke kuna kusudi lake pale, kalisome utaona. Manake amekuja kwa special issue, yani amekuja kwa jambo maalum. Soma hapo kitabu cha Mwanzo. Nimesikia kuzungumza hapo. Hapa naelezea kwamba mwanzo wa kanisa katika hii dunia. Nimesema kitabu cha Mwanzo sura ya 3:15. Baada ya mwanadamu kuwa ameasi sasa, manake Mungu alimuumba katika hali ya utukufu, mwanadamu akawa ameasi. Huyu mwanadamu ametoka katika mfumo wa Mungu. Kuna neno pale Mungu anasema, nitaweka uadui kati yako na uzao wa mwanamke. Haleluya. Kati ya nyoka na uzao wa mwanamke. Hapo Mungu ananena na kuangalia mpango wake wa kurejesha tena asili ya mwanadamu aliyomuumbia katika ulimwengu wa roho sasa. Kwa sababu kwa hali ya mwili tayari mwanadamu kashabainika na ameshajitambua, ameona yuko uchi, tayari mwili wa uharibifu umeshaingia. Kwa sababu gani? Alipokula lile tunda likaingia ndani ya mwili wake. Mungu atusaidie sana.